katika investment yako, one of the investment must be a house, kwa sababu you will need somewhere to dwell. Utahitaji mahali pa kukaa, utahitaji mahali. As long as you are alive, you will have to live somewhere. Ni kama nawasaidia. Na tunaona church pia, tunaona machache siko na buildings. Because they need somewhere. Imagine kama tungekuwa na building, alafu tuwe tumekaa tu kwa open space, alafu mvua ikuje na tuko kwa ibada imebamba. Si kila mtu anatoroka anajaribu kutafuta mahali ya kujikinga. Tunasema vyombo zitanyeshewa. So ni very important. Nyumba ni very important. Very important. Hiyo ni ya kawaida. Nyumba ya kawaida inakuwa na vyumba hivi. Ordinary house has the following items. Ina rooms hizi. Number 1, living room ama sitting room. Nyumba ya kawaida inakuwa na sitting room. Lakini sasa si kama ile yako John. Ile yako unajua si ulichukua room moja. Na hiyo room moja ni sitting room na bedroom. Ni bedroom, ni jikoni, ni store, ni ya kuku dining room. Ongea hizo zote. But nyumba inakana iwe na sitting room, iwe na dining room, mahali pa kukulia, iwe na bedroom ama rooms. Bedroom moja ama bedrooms ziwe mingi, iwe na master bedroom ya mwenyewe, iwe na kitchen, iwe na store, iwe na washrooms ama toilets ikiwezekana, iwe na bathrooms, iwe na corridor, iwe na veranda ama balcony, iwe na private room kama kuna ya wageni, na huwa inakuwa na ceiling. Unajua pia ni room. Sijui kama naelewa. Ceiling yako ikiwa mzuri, unaweza ficha vitu zingine huko. Ni kweli? Hata wakora wanaweza kukuja upande kwa ceiling, wakutafute kila mahali, waseme hauko, kumbe huko kwa ceiling huko juu, hawajuagi hiyo ni room. Wewe tu ndio unajua ni room, na unajua mahali uliwacha kadirisha kidogo, mahali unaweza enda juu na urudishe hiyo kadirisha, na ceiling ikae tu iko kawaida. Na wajaribu kuangalia kila mahali, waseme hii mtu alitoroka, kumbe hata unasikia chenye wanasema, sababu you are among the rooms ya ceiling ni room. Bwana asifiwe. Nyumba ikiwa na hizo room, kama mtu wako na uwezo, unaweza jenga nyumba ya hizo room zote. Kama hauna uwezo, unajenga kulingana na uwezo wako. Hata ikiwa room moja na iwe na sub purpose, haina shida. Bora unalala, unakula, wageni wanakuja wanakaa, shughuli zinafanyika, inakuwa sawa. Ninaongea hii maneno yote kwa sababu nataka tuangalie a spiritual house. Nyumba ya kiroho. Na hatuwezi elewa nyumba ya kiroho kama hatujaelewa nyumba ya kawaida. Ordinary things, vitu za kawaida huwa zinatusaidia kuelewa vitu za kiroho. Tukiweza kuelewa vitu ya kawaida, itatusaidia kuelewa vitu ya kiroho. Na kwa hivyo Biblia inasema hivi. Biblia inasema, au haujui ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu? Na hekalu ni temple, na temple ni building. Temple is a house. It's a house, but it's a house of God. Ikiwa house of God inaitwa temple.
Ikiwa house of people inakuwa house, ni ordinary house, lakini ikiwa ya Mungu inaitwa hekalu, kwa sababu ni nyumba ya Mungu, inaitwa hekalu. Sasa Biblia inasema ninyi, nasema hivi, au hamjui, au yani nasema hivi, kuna uwezekano kubwa ya watu wengi kuwa hawajui. Ninasema au haujui. Na kama haujui, nitakujulisha ya kwamba mwili wako ni hekalu la Mungu. Is the temple of God. Your body is the house of God. Na sababu your body is the house of God, ninataka tuifate, tuone kama iko na living room ama sitting room, kama iko na bedroom, kama iko na kitchen, kama iko na store. Bwana asifiwe. Yesu akiongea katika Revelation anasema, I stand at the door and knock. Nasimama mlangoni ninabisha. Mtu akifungua moyo wake, ambayo ni mlango, nitaingia mimi na Baba yangu na tutakaa na yeye. Sasa hiyo sio kwa nyumba ya kawaida, hiyo ni kwa nyumba ambayo ni hekalu. Ndio Yesu anabisha akitaka kuingia. Wacha niwapee maneno machache alafu tuangalie andiko alafu nimalize, kwa sababu nitaendelea next week. What is a spiritual house? A spiritual house is a body of Christians, a church, as pervaded by the Spirit, the power of God. Spiritual house is the body of Christians, a church, as pervaded by the Spirit, power of God. This is a body of true believers who are indwelt by the Spirit of God, who lives and works through them. Nyumba ya kiroho ni mwili ya waumini, na sisi wote wenye tuko hapa na wale wengine wenye wamekusanyika sehemu mbalimbali, wale wote ambao wameokoka, wamemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, wametengeneza hekalu. Hiyo ndiyo nyumba Kristo anakaa ndani. A body of believers. Hii ni jengo, si ni jengo. Hapa ni jengo, ni kweli. Sio kama kwa akili ya watu wengine huwa wanafikiria Mungu anakaaga nenda kweli. Nakia Mungu anakaaga hapa kwa church. Yaani unaweza toka home umkute hapa, unaweza toka umwache hapa. Mungu akaaji hapa. Mungu anakaanga ndani yako. Mungu anakaa ndani yako. Unaelewa kweli? Hapa ni wewe unaletanga ile Mungu yako na mimi naleta yangu. Tunakutana na Mungu hapa. Kwa sababu wewe ambao umebeba Mungu umekuja na yeye. Ama uliwache yako umekuja na yeye na mimi nimekuja. Tunaposema oh God is all over this place, Mungu ako kila mahali hapa, si uongo, kwa sababu sisi tumetapakaa kila mahali. Na kama kila mmoja amebeba Mungu, then God is all over. Bwana asifiwe. Ukiona huyu unaona Mungu, ukiona huyu unaona Mungu, ukiona ule unaona Mungu, ukiona ule unaona Mungu. Unaona Mungu wako kila mahali. Mungu wako kila mahali. God is all over in this place. God is all over in this place.
Mpaka mtu mwingine anajaribu kuangalia aoni huyo Mungu ako wapi. Anakaa ndani yako, anakaa ndani yangu, anakaa ndani ya huyu, anakaa ndani ya huyu, amekaa hapo kwa kiti. Praise the Lord. Amen. Spiritual house is a body of believers. Ni mwili ya waumini. Hapo ndipo Mungu anakaa. A major house, nyumba kubwa, huwa inakuwa na milango mbili. Nyumba kubwa inakuwa na milango mbili. Must have the front door for entrance and exit, and must have a back door for private entrance and exit. Nyumba kubwa inakuwa na milango mbili. Mlango ya nje ambayo inaingiza watu na kuwatoa. Kama hapa tuko na milango mbili. Tuko na hiyo gate hapo nje na tuko na gate nyingine hapa nyuma. Unaelewa kweli? Sasa hii inaingiza watu, inawatoa. This is the front door. Inaingiza watu na kuwatoa. Na pia tuko na mlango ya nyuma, private door, ambayo pia inaingiza watu na kuwatoa. Katika nyumba ya kawaida zile za ushago, wageni wanatumianga mlango gani? Zile nyumba za ushago, zile za kawaida, mlango ya mbele. Mlango ya mbele. Mlango ya mbele. Wageni wanatumia mlango ya mbele. Ya mbele. Si ni kweli? Kwa sababu ni wageni. Wageni. Ukikuta mgeni kwa mlango ya nyuma, anaweza kuwa mwizi. Nenda kweli. Unajua unashangaa mgeni aliingiaje kwa mlango ya nyuma. Ama sasa tuseme, nataka kusema hivi, ukute mgeni anatokea kwa jikoni yako. Nauliza watu wanakanga wapi? Mchandangu. Ndio namuuliza, kwani umetokea wapi? Umetokea wapi? Who are you? Wewe ni nani? So, wageni huwa wanaingilia mlango ya mbele. Na hata kwa nyumba ya Mungu, even in a spiritual house, any stranger must come through the front door. Mtu hawezi kuingia kwa ufalme wa Mungu akipitia back door. Lazima atumie front door. Aonekane akikuja na anakuja namna gani. Ndio watu wengine wanafikia ati wataingia mbinguni. Ati atasiniki tu ajikute hapo mbinguni. No way, that is a spiritual house na iko na front door ya kuingiza. Yesu alisema, no one comes to the Father except through me, because I am the door. Yeye ni mlango na hakuna mtu anaweza ingia kwa Baba. Hakuna mtu anaweza fika kwa Baba bila kupitia front door ambayo ni Yesu Kristo. Is the door. So back door, the front door spiritually speaks of vision and the future. Front door inaongea juu ya maono na mambo ambayo yatakuja tokea. Future. The front door. Ukiona mtu amejenga nyumba na ameiwekea mlango ya mbele, ako na maono. Ndio kweli. Ni mtu ako na maono na ako na future. Ako na future. Ndio sababu ameweka mlango ya mbele. Maana mlango ya mbele inaweza karibisha wageni, mlango ya mbele inaweza leta ideas, mlango ya mbele italeta vitu vinakuja through
mlango ya mbele. Hii yangu liko leo. Kuna mlango moja. Hii ya wewe ndio kwa kile kitu wanzo. Na hii bado kwa haina. Hakuna bado dogo. Hii ni kiasi kwa kuna mlango moja pekee yake. Ndio ndio. Hii tu ni nikifunga hiyo mlango hapo na mahali. So, front door inaongea juu ya vision. Mtu yote ambaye ako na maono, ako na front door. Ako na front door. Mtu huwezi kuishi bila maono. Zamani ulikuwanga mtu akimaliza shule form 4 aende Nairobi, sababu walikuwanga wanaenda Nairobi. Aende Nairobi, my friend, akienda Nairobi na apate kazi, alikuwa ananunua radio, ananunua viti. Unajua ukienda kwake na mlikuwa mnasoma na yeye, unatamani kuwa anakuwa role model. Unaenda kweli, unatamani, kuna kitu unataka hata wewe. Mungu akikujalia upate kazi, ungependa kuwa na hii na ile na ile na ile. Siku hizi ampendi kuwa chochote. Ndio baba yako leo hayupo. Sasa nikikukanyaga saa hii haina shida sana. Watu unaenda huko. Shako. Na kwa sawa. Unaenda wapi? Kwa jikoni. Hiyo mara moja kwa mwaka. Kwa jikoni. Nataka kuendelea kulala kwa jikoni for how long? Sasa hivi unafanyanga kibarua kidogo. Uko na maono gani? Nataka tu ukifanya kibarua unakula, alafu unaenda once na hiyo unalala jikoni, tena unarudi unafanya kazi unakula, tena once na hiyo wakati utaenda utalala jikoni. Simpaka uwe na maono, si kweli? Kwa sababu nimesema maono inakuwa kwa front door, ni kitu vision. Unaona? Unakuwa na kitu ambayo unasema mimi nikifaulu. Mimi nikipata pesa nitafanya hii, nitafanya hii. Unaona? Hiyo ni maono. Unaombea hiyo maono. Na Mungu akikusaidia upate pesa, unatekeleza hiyo maono. Unairudisha back. Unaitoa mbele, inarudi nyuma. Sababu back door is a place. The back door, on the other hand, spiritual speaks of the past and the history. Back door inaongeanga mambo ambayo imepita na history. Unajua ukishafanya kitu, umeitoa front, umeileta back. Sawa sawa. Ukijenga nyumba, hiyo imekuwa history. Nenda kweli. Sasa huwezi kuwa tena na maono ya kujenga nyumba na uko na nyumba. Nyumba inakuwa past. Unakuwa na maono ya kununua gari. Unakuwa na maono ya kununua shamba.
Ukishafanya kitu unairudisha nyuma, inakuwa history, unakuwa na maono ya kwenda mbele. Ya kwenda mbele. Joshua, unajua Joshua wewe uko na shida. Na ni vizuri tu nikusaidie. Shida yenye Joshua ako nayo ni hii. Wakati baba yake alinunua gari, alifundisha yeye kuendesha gari. This man is a driver. Hata ukimwona na mnaipea yeye gari atakupeleka mahali yoyote. Shida ni kwamba yenye yako naye ni kwamba asome anunue gari. Atakuwa anaendesha ya nani?